hatari, when danger na maangamizi and destruction yanayoendelea kuwapata Wakristo, that continues to come for Christians, ni kwa sababu it's because dunia hii tunayoishi, the world that we live in, inaendelea kuwashawishi Wakristo, it's convincing Christians kuishi ndani ya uwezo to live under their own means, wa dunia, to live under the world, na sio kuishi ndani ya nguvu za Mungu, and not to live within the power of God. Kwa hiyo dunia, the world, imechukua vijana, it's taken young men, imechukua wamama, it's taken women, na kuwaaminisha kwamba wanaweza kuishi ndani ya uwezo wa dunia hii, and it's made them believe that they can live within the means of this world, pasipo kutegemea nguvu za Mungu, without depending on the power of God. Na ni kazi ya shetani, and it is the work of the devil, na kazi hii inaendelea, and this work still continues. Kwa hiyo mambo ya dunia hii, so the things of this world, watu wanaendelea kuchukuliwa, people are still being held captive, kuaminisha watu kwamba unaweza kuishi ndani ya uwezo wa nchi hii ya Marekani, that you can live within the means and the power of this country, kwa sababu hii ni superpower, because this country is a superpower, na wewe umekuja ndani ya superpower, and you've come under the superpower, kwa hiyo unaweza kuishi ndani ya uwezo huo, so you can live with the power that they have. Kwa hiyo hili imani ya kimungu, the faith of God, inakuwa ni ndogo, is usually very limited. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo watu wanaishi, so people are living, kwa sababu wanafanya kazi mbili, because they are working two jobs, kwa sababu wananunua magari, because they can afford cars, lakini bila kujua, without knowing, kama hauna imani ndani ya Mungu, if you do not have faith in God, you will suffer. Utateseka. Maangamizi mengi, many of the destruction yanayowapata Wakristo sasa, that Christians have, yanatokana na Wakristo kukataa kabisa kuishi ndani ya mfumo wa imani ya kimungu, is a result of Christians failing to live within the faith of God. Hallelujah. Amen. Narudia tena, I'm repeating again. Ukiwa unafanya mambo ambayo yako sawa sawa na uwezo wako, if you can do things that you are able to afford, huna haja ya kuwa na imani. You do not need faith. Na nilikwambia Mungu, and I told you that God, akiona una uwezo wa kufanya kitu, when he sees that you are able to do something, anakuachia. God will leave it to you. Bwana sifiwe sana. Praise God. Imani, faith. Imani, faith. Benjamin, weka Waebrania 10:38. Can we have Hebrews 10:38? Dada Pamela tusomee kitabu kimoja tu chocho. This is the only book that we'll be reading. Waebrania 10:38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Rudia tena. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ishi hapo. Mwenye haki, my righteous, ataishi, will live kwa imani, by faith. Kwa hiyo kama hauna imani, if you do not have faith, huwezi kuishi, you cannot live kwenye mfumo wa mazingira ya kimungu, in the ways system of God. The system, in the system of God, ya mazingira ya kimungu, in the system and the environment. Mwenye haki, the righteous one, ataishi, will live kwa imani, by faith. Mwenye haki, the righteous one, ataishi, will live ndani, in, au kwa, or by, imani, faith. Hallelujah. Hallelujah. Mwenye haki, the righteous ataishi one, kwa imani, will live by faith. Hallelujah. Hallelujah. Wakristo wa kanisa hili, the Christians of this ili church, mshinde, in order for you to win, lazima muwe na imani. You must have faith. Hallelujah. Hallelujah. Imani ni nini? What is faith? Imani ni zaidi ya kununua nyumba. Faith is more than buying a house. Imani ni zaidi ya kununua gari. Faith is more than buying a car. Haya ni mambo nomo kabisa ya kawaida. These are just normal things. Hallelujah. Hallelujah. Imani, faith, ni ile, it's that, inayokupatia kitu
kitu iliyo juu ya uwezo wako. Faith is the thing that gives you things that are above your ability. Dada Mapenzi ameshuhudia hapa. Sister Mapenzi just testified Alienda hospitali. that she went to the hospital. Hallelujah. Hallelujah. Madaktari wakasema kuna mambo mawili. And the doctor said there are only two things here. Aza ufanyiwe surgery. Either you get an operation. Na hata hiyo surgery. Even that operation. Kuna mawili. There are two things. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo alibaki yeye na Mungu. So the only thing that remained for her was her and God. Hallelujah. Hallelujah. Madaktari wakumuitisha pesa. The doctors did not charge her anything. Hawakuwa na haja ya kujua anatembelea gari gani. They did not need to know what car she drives. Alibaki yeye na Mungu. It was just her and God. Akapelekwa kwenye chumba cha surgery. She was taken to the theater. Hallelujah. Hallelujah. Nini kilimtoa kule? And what took her out of the theater? Faith. Nini kilimtoa kule? Imani. Alisema ilifika mahali nikamwambia Mungu yote nimeacha kwako. Sikiliza nikwambie. She testified and she said that got to a point she said, God, I leave everything to your hands. Madaktari, the doctors, huwa hawaponyi. They do not heal. Kazi yao ni kutibu tu. They just treat you. Hichi ndicho watu hawanashindwa kujua. These are the things that people do not know. Watu wanafikiria akiwa na Medicaid. Some people think when they have Medicaid or Medicaid ni uponyaji. That the insurance they have is the healing power. Kazi ya Medicaid, the work of the insurance, ama Medicare, or any health insurance, inakupa ruhusa wewe kwenda kutibiwa, sio kupona. It gives you the ability to go and get treatment but not to get healed. Anayeponya huwa ni Yesu. The one who heals is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kazi ya madaktari, the work of the doctors, ni kuponya, is to just treat you. Ni kutibu. Is to just treat you. Kazi ya Yesu, and the work of Jesus, huwa ni kuponya. Is usually to heal you. Ndio maana Yesu, that's why Jesus, hakuhitaji mtu aende hospitali ili yamponya. Alikuwa anasema tu simama na ujituke godoro uende zako. That's why Jesus did not need anybody to go to the hospital. He just said, you are healed, take your things, take your mattress and go. Madaktari, doctors, hawana huo uwezo. Do not have that ability. Unless wawe wamepewa hiyo nguvu na Yesu. Unless they're given that power by Jesus. Ukienda hospitali, when you go to the hospital, wanakuambia mambo mengi. They'll tell you many things. Wanakuuliza kama familia yenu inakuwa na huo ugonjwa wa kama ni nini, wanakuambia, wanauliza maswali mengi. They'll ask you many questions whether your family has these diseases or something. Uto tumakorokoro tote. All these things that they're asking. Yesu haitaji huto. Jesus does not need to know all. Yeye alikuwa anasema simama na uende. Jesus used to say stand up and go. Unapokuja kwenye madhabahu hii, when you come to this altar, hatuhitaji kujua historia ya familia yako. We do not need to know the history of your family. No. Si tunachojua, what we know, ukikanyaga kwenye madhabahu hii, when you come to this altar, madhabahu hii, this altar, ina mwenye nayo. There is somebody who owns this Simba altar, wa Yuda, Yesu. and it's the Lion of Judah. Kazi ya madhabahu hii, the work of this ni altar, kukuambia umefunguliwa. Is to tell you that you are delivered. Hatuna muda wa kuuliza historia ya familia yako, sijui wanaumwa nini na wewe umerithi huko. Hiyo sisi hatujui. Tunachojua ni kwamba ukija ndani ya madhabahu hii ina uwezo wa kukupa uponyaji, kwa sababu ndio kazi moja ya Yesu, kuwapatia watoto wake majibu. When you come to this altar, we do not need to ask you of your family history. We know that when you come here, you're going to receive your healing. Imani. Faith. Hallelujah. Hallelujah. Imani. Faith. Tuendelee. Let's continue. Jambo lingine. Another thing. Imani. Faith. Nimeshasema inakusaidia kupata vitu vile juu ya uwezo wako. I told you already that it makes you able to get things above your means. Lakini pia jambo lingine. But also, imani, faith, inakusaidia kupambana na matatizo pasipo wewe kutumia nguvu nyingi za kibinadamu. It makes you be able to fight what you're going through without using a lot of human power. Hallelujah. Amen. Imani, oh Jesus Christ, I love this. Inakusaidia, faith helps you kupambana, to fight na vitu with things pasipo wewe kutumia nguvu nyingi ya kibinadamu.
kibinadamu, without you using the human ability or human power. kwa sababu ukiwa unapambana na vitu kwa kutumia nguvu ya kibinadamu, Because when you're fighting using the power of a human being, hiyo ndio mwanzo wa pressure, that's how you get high blood pressure. mwanzo wa ndoa kufa. That's how your marriage will end. Haleluya. Hallelujah. Mwanzo kukata tamaa. The beginning of you losing hope. Unapokuwa na imani, You have faith. inakusaidia kupambana na vitu He helps you fight with things pasipo wewe kutumia nguvu nyingi. without using a lot of energy or Inaweza power. kuwa ni kitu unataka kije, Maybe it's something that you want to come forth. inaweza kuwa ni kitu kinakusumbua unataka kiondoke. Maybe it could be something that you want to leave you. Kwa hiyo imani So faith inakwenda kufanya kazi kwa niaba yako. is going to do things on your behalf. Bwana asifiwe sana. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Acha nikupatie Hallelujah. ushuhuda mmoja. Let me tell you one testimony. Ushuhuda huu ni wa kweli. This is a true testimony. Kuna kijana There is a young man lakini Nairobi in Nairobi. alimwona dada fulani hivi. She married a certain lady. This is a real story. Hii ni ukweli kabisa. Akampenda yule dada. She loved this lady. He Na loved this nia lady. yake And his intentions ilikuwa ni kumuoa. was to just marry her. Sasa unajua kule Afrika, You know, in Africa, wale wadada ambao wamejiheshimu kabisa, ambao wamejiheshimu kimungu, hawapatikani rahisi rahisi. Nilisema last week tena hapa. you know, the ladies back home who respect themselves, you just don't get them easily. Kijana akapambana, bahati nzuri siku moja akapata appointment na huyo dada. So this guy tried hard. One day he got an appointment to meet the lady. Na lengo lake And his intentions ilikuwa safi, kumchumbia was good. He just wanted to engage her or to court her na muoe. and to marry her. Wakakutana They met, dada the young lady na kijana, and the young man. lakini kila mtu kuna kule alikolelewa. And everyone was brought up from different environments. Na kuna mtu, kila mtu kuna kule ambako alipata malezi. Everyone is some place where they are brought up in. Sasa kijana wakafika hotelini. This young man got to the hotel. Sasa unajua dada yeye yuko pale anasubiria kijana amwambie namwitia nini. So the lady was there waiting for the young man to tell her why he called her. Kijana akaanza kuzunguka. This man went around. Akazunguka. Just went around. Kijana kasa dada anasema huyu. Kijana anasema unajua kwenye harusi ya Sister Pamela ilikuwa. Dada anamwambia harusi ya Sister Pamela hapa inahusika na nini? Umenitia nini? This young man was going behind the bush, not trying to say what he wants. So now he talks about Sister Pamela's Kijana amelowana. So this guy is really drained. Yule dada, the young lady, akagundua. She knew this. Akasema okay, niangalie usoni. He said, look at me in the face. Niangalie. Look at me. Niambie sasa. Now tell me. Akasema unajua nilikuona kwenye harusi ya Diamond Sister Pamela, sasa nikamtuma mtu. Akamwambia wewe umeniitia nini? Nataka uniambie straight. Nini kilichonifanya uniite? Sasa kijana anazunguka, mara anacheka hivi, mara anafanya kama anaangalia saa. Kijana, yani kijana ni tepetepe. So this young man was beating behind the bush. He had no strength to tell her what he really wanted from her. Sasa msichana alikuwa na hekima. The lady had wisdom. Akajua huyu, the lady knew this young man. Alipata shida kwenye malezi. He says he had problems in his upbringing. Kwa sababu ule mfupo wa wanaume ulikuwa haupo. He did not have the strength of a man. Shindwa kusema. This young man could not speak. Na kuna wanaume kama hao. And there are men like that. Kijana tepetepe. Nimekuja, niambie sasa unataka nini? So the lady said, I'm here now, tell me what you want. Msichana akasema huyu. The lady said, this man, inawezekana alilelewa na mama. It feels like his mom is the one who brought him up. Hakupata malezi upande mwingine wa pili. He did not get any upbringing from the father. Kwa hiyo appointment ikaisha hivyo, ikaisha vibaya. That appointment ended there, it ended badly. Msichana akamwambia shida yako ni moja, hujiamini. The lady told him one thing, your problem is you do not believe in yourself. Jiamini. Believe in yourself. Unataka nini? What do you want? Hallelujah. Hallelujah. Kijana
young man. Akaenda Sudani, akaenda Ethiopia, anarudi Nairobi tena, anarudi tena Dar es Salaam, anaenda Mwanza, anaenda Goma kidogo, anarudi. Kwa sababu gani? Hakujiamini. So this young man was going just beating behind the bush because he did not believe in Hata himself. wake zetu hawa These ladies that hawataki we kuwa have, na mwanaume ambaye anataka mwanaume anajiamini. the women do want men who believe in themselves. Mwanaume ambaye anasema mwaka huu ni kweli hichi kitafanyika hata kama mimi sina. Yaani unajiamini. A man who can say this year I will do this. Even Kwa hiyo you have to believe in yourself. So faith inakusaidia helps you to do that. kupambana na vitu ambavyo viko juu ya uwezo wako pasipo wewe kutumia nguvu. It helps you fight things that are above your means without using a lot of energy. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu hapo mwaka huu There are people this year, wamekosa vitu kwa sababu ya imani. they did not get the things they wanted because of faith. Imani. Faith. Imani. Faith. Na imani inapimwa And faith can be measured kwenye matatizo. during trials. Nilikuambia hivi, I told you this. ukitaka kujua mtu ana hekima, If you want to know somebody is wise, ngoja wakati wa matatizo. wait until when they have problems. Utajua mtu ana hekima kulingana na maamuzi. You know somebody is wise according to their decisions. Imani Faith inaonekana pale unapopitia mambo magumu. can be seen when you're going through trials. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo utaishi kulingana na level ya imani yako. So you live according to your level or to your faith. Kuna vitu There are things, Mungu hawezi kukusaidia, ni wewe tu kutii neno. there are things that God can not help you, only you to obey the word. Kama imani yako If your faith ni ya 60 feet, is only 6 feet long, vitu utakavyofanya the things that you'll accomplish, italingana na hiyo 60 feet. it will be according to the 6 feet faith you have. Hallelujah. Hallelujah. Kama imani yako If your faith ni ya kutoka hapa mpaka Dar es Salaam, is from here until you get to Dar es Salaam, vitu the utakavyofanya things that you'll accomplish vitakuwa vya umbali huo, will be according to that distance. kwa sababu sisi tunaishi ndani ya imani, Because we live in faith. na bila imani And without faith, hatuwezi kufanya kitu chochote. we cannot accomplish anything. Hallelujah. 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 Imani Faith inakusaidia wewe kutokukaa pale mkao wa kuishi kimuujiza muujiza. it makes you stop living a life of miracles. Muujiza hupo, Miracles are there. na muujiza nilikwambia ni ishara ya kumwonyesha Yesu anaweza kufanya kitu anytime. Miracles are signs that Jesus can do anything at any time. Lakini muujiza hauji kila wakati. But miracles do not come every day. Kuna vitu vinawekwa ndani ya imani There are things that are put in faith ili uvipate. in order to get them. Unavipataje sasa? How do you get these things? Kwa hiyo sisi So us, tunaishi kwa imani. so we live by faith. Hallelujah. Hallelujah. Tunapoishi ndani ya imani, If we live in faith, hata kama muujiza ufanyike kwa wakati ule, tunasema kwamba kitafanyika tu. even if a miracle does not happen at that time, you say it is going to happen. Na mafundisho yaliyoharibu kanisa la Kipentekoste duniani And the teachings that have messed up the Pentecost church ni mafundisho ya watu kupata vitu kimuujiza muujiza. is the teachings of people receiving things by miracles. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jiondoka kama vile Lazaro, jiondoka. Ndio maombi ya sisi wa Afrika. In the name of Jesus. Sio vibaya, lakini sasa It's not bad, but Lazarus sio muujiza. Lazaro alikufa kabisa, haukuwa muujiza. Yaani alikufa kabisa. Yesu akaja akamfufua. Lazarus was not a miracle that he died. He really died, and Jesus came to resurrect Watu him. wanaomba sana kwa jina la Yesu. Hilo jiondoka, jiwe la masengenyo ondoka, jiwe la magonjwa ondoka, jiondoka, ondoka, jiwe ondoka, rara kwa jina la Yesu. Maombi ni mengi, lakini huyu anayeomba sasa.
The person Anayeomba. who's praying those prayers. Anayeomba sasa. The person who's praying those prayers. Huyu anayeomba hayo maombi. The person who's praying those kind Na of prayers. watu wakianza kuomba chumba kinawaka. And when people are praying, the room can go on Ukirudi fire. behind scene. When you go behind, Hicho kinachoombewa. what they're praying for, Mungu amekiweka ndani ya imani. God is putting in faith. Utakipataje sasa? How are you going to get it? Jambo lingine. Another thing. Matatizo Problems huwa ni Mungu anakutafuta. usually is God looking for you. Unajua matatizo yanapotupata, You know, when you get problems, sisi watuko busy na matatizo. we are so busy focusing on the problem. Acha nikwambie, Benja, Benja, can you put the picture? You put it the first time here, faster. The picture. the picture of Jesus and No, yeah. No, another, yes. yes, that one. Yes. Nakumbuka hii picha. Yes. Do you remember this picture? Hii picha mimi nasoma theology, nachukua degree ya theology, nataka nifundishe hapa. Weka want ile to picha teach hapa. you. Put it here. Imani wa Kristo. Faith and Christian. 2025 inaisha na itaisha hivyo hivyo kwa sababu hatuna imani. 2025 Faith. will be over and without anything because we don't have faith. Mnakumbuka hii picha? Do you remember this picture? Huyu ni Yesu. That's Jesus. Huyu ni mwanadamu. And that's a human being. Ile ni tatizo. And that's the needs they have. Mwanadamu, The believer, put the second picture. Put the second one. There are two. the believer, yeah. Yes. Huyu ni mwanadamu. That's the believer. Ile ni tatizo. That's the needs they Inaweza kuwa have. ni hitaji, It could be a need. kitu chochote. It could be anything. Huyu ni Yesu. And that's Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mwanadamu anapokwenda kwa Mungu, When a believer goes to God, huwa anafikiria matatizo kuwa mengi ndio Mungu atamsikia. usually they think the more problems they have, that's when God will hear them. Kwa hiyo yeye anachofanya, What they're doing, anachukua zile shida zake zote anazitanguliza mbele ya Yesu. so they take all the problems they have and they bring it for Jesus. Anafikiria kiweka matatizo hapa, They think when they bring their problems there, ndio Yesu atamsikiliza. that's when Jesus will listen to them. Haleluya. Hallelujah. Weka second picture. Weka Now- picha ya pili. Let's look at the second picture now. Okay, it's the second one. With the Lord on the back. Another one, you know this. Yes. Sasa sikiliza kuambie. Sasa Mungu ni hivi, So God is like this. unapokuwa na matatizo, When you have problems, concern ya Mungu God's concern huwa ni mwanadamu kwanza. is usually the believer or the Hallelujah. person. Hallelujah. Mungu God hawezi kushughulika na matatizo yako kama kwanza hajakuvalue. God will not be concerned about your problems if he does not value you. Haleluya. Hallelujah. Yesu, Jesus, kazi moja kubwa aliyofia msalabani ni mwanadamu kwanza, mwanadamu awe na uzima, the reason Jesus died on the cross is because of a human being. awe na nguvu, So they can have power aishi maisha ya uwezo wa kimungu. to live the life of God's ability. Matatizo ni baadaye. The problems are later. Sisi Us, tunaweka matatizo kwanza, we put our problems first tunamweka Yesu nyuma. and then we put Jesus Hiyo behind ndio us. tofauti ya Mungu na mwanadamu. That's the difference between God and man. Sasa Now, utakapoishi bila imani, if you live without faith, ukiishi bila imani, if you live without faith, ukiishi bila imani, if you live without faith, mambo kadhaa yatatokea. things will happen. Ndio haya nataja hapa. This is what I'm going to say right now. Poleni, nimechokora iPad. Okay, ndio haya nataja hapa. These are the things. Kitu cha kwanza. The first thing, Ukiishi bila if imani, you live without faith, utakuwa mtu wa kulalamika. you'll be a person who's constantly complaining Na kuwalaumu wengine. and blaming others. Haleluya. Hallelujah.
Ukiishi bila imani, if you live without faith, utaishi maisha ya kukompleni. you will live a life of complaining. Jambo la pili, The second thing, ukiwa hauna maisha ya kuishi na imani, if you do not live with faith, utakuwa mtu wa kukata tamaa. you'll be somebody who gives up easily. Alafu ile tamaa, And that giving up, ukikata tamaa, when you give up, utajikataa. you will deny yourself or reject yourself. Ukijikataa, When you're rejecting yourself, utaishi maisha ya uchungu. you will live a bitter life. Ukiishi maisha ya uchungu, If you're living a bitter life, utaishia kukompea maisha yako na wengine. you continue comparing your life with somebody else's. Hii generation mnayoona sasa hivi hii, The generation that you're seeing right now, watu wanatembea na pesa kwenye magari. people living with money in the car. Vijana wengi sana, utajiri walio nao ni utajiri wa kishetani. A lot of youth or young men, the richness they have is from the dark Na side. utajiri wao ni wa anasa. And the richness is just to do worldly things. Watu wanashinda kwenye mabaa. People are just in the nightclub. Ni utajiri ambao hata mtu akifa, familia haiwezi kugeni lolote. It's the kind of wealth that they have. When somebody dies, they will not be able to inherit. Haleluya. Hallelujah. Nikianza kukutajia wanamuziki hapa mmoja baada ya mwingine ambao wamefariki, ambao walikuwa matajiri, sasa hivi familia zao ni masikini wa kutupa, kwa sababu asilimia kubwa ya wanamuziki wana mafanikio ambayo ni ya giza. If I tell you a number of musicians who died and their families are poor right now, it's because the wealth they got is from the dark side. Tunapopata mali kupitia imani, When we receive wealth through faith, imani ya kimungu, faith in God, ni mali inakaa mpaka kizazi cha 4. it's the kind of wealth that will reach until the 4th generation. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Acha nikupatie kitu kingine. Let me tell you something else. Wakati Yesu amekuja duniani, When Jesus came to the world, nilikwambia Yesu amezaliwa mwaka wa 4 kabla miaka haijafika 0. I told that Jesus was born 4 years before he got to 0. Watu walikuwa ni milioni 250 People, only 250 million. population. That was the population of the world. Hallelujah. Hallelujah. Kulikuwa hakuna WhatsApp. That time we did not have any social media. Hata Mungu yu tunayemwabudu, Even the God that you are worshiping, kila mtu alikuwa anamwomba Mungu na familia yake. everyone was worshiping God with their own families. Bwana asifiwe. Praise God. Hakukuwa na mambo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. There was nothing about being filled with the Holy Spirit. Watu waliojazwa na Roho Mtakatifu The people who are filled with the Holy Spirit, walikuwa ni watu maalum. they are only a particular people. Walikuwa wanakuwa ordeni, These people are being ordained. alafu Roho ya Mungu inashuka. Then the Spirit of God will come Kwa upon hiyo them. hata Roho Mtakatifu Even the Holy Spirit miaka hiyo at that time hakufanya kazi kama anavyofanya sasa hivi. did not do the work as he's doing now. Watu People, ilibidi waende kwa kuhani, they had to go to the high priest watoe sadaka. to give a sacrifice Kuhani ndiye offering. aingie kanisani So the high priest will go to the altar aombe msamaha kwa Mungu. to ask God for forgiveness. Haleluya. Hallelujah. Hiyo ndio dunia ile. So this was at that time. Yesu alipokuja, When Jesus came, nilikwambia kazi moja alifanya. and I told you one work that he did, Alimuondoa Haruni kwenye madhabahu, he took Aaron from the altar akaondoa Walawi. and he took the Levites Yeye and he akakaa kwenye kiti hicho na mwanadamu akapata access ya kumwendea Mungu direct. And he sat on that seat and a human being had access to go to God directly. Siku 10 baada ya Yesu kufufuka, And 10 days after Jesus rose, siku 10 baada ya Yesu kupaa, 10 days after Jesus resurrected, Roho Mtakatifu akashuka kule Jerusalem the mwaka wa Holy 30. Spirit came down in Jerusalem in the year Watu 30. wakaanza kujazwa. And people started being filled. Kila aliyemwamini Yesu Everyone who believed in Jesus na aliyebatizwa, and who was baptized, watu wakaanza kujazwa na Roho Mtakatifu. people started getting filled with the Holy Watu Spirit. wakaanza kutembelea nguvu za Roho Mtakatifu. People started working with the power of the Holy Jambo Spirit. la mwisho, And the last thing, agano ambalo Yesu alifanya na Mungu the covenant that Jesus did with God, lilitufanya sisi wa Kristo, he made us Christians. haleluya, Hallelujah. tuwe na agano jipya ambalo halina kikomo. To have a New Testament that does not have an end.
Namaanisha nini? What do I mean? Namaanisha hivi. This is what I Kama mean. kuna kizazi Mungu amewekeza, If there is a generation that Jesus invested in, ni hichi kizazi. it's this generation. Ni hichi kizazi. If there's a generation that God invested in, is this generation. Na hapa ndani And in here, kuna watu hawana imani kabisa. there are people who lack faith. Kazi ya Roho Mtakatifu And the work of the Holy ni Spirit kutusaidia sisi is to help us, tusitumie nguvu za kibinadamu so we do not use manpower. tunapofanya vitu. So when we are doing things, Haleluya. hallelujah. Na unakuta mtu anakupigia simu, Pastor, Bwana asifiwe sana. You find Amen. people calling Pastor, praise What God. happened? Saying, Pastor is asking what's happening. Siku nzima sikulala papa na ni shida ni nini, problem ni nini? They're saying the whole night I did not sleep, Pastor. Pastor's asking, what's the problem? Bamenikamata, bamenipeleka usiku, bamenilimisha usiku buzima sikulala. He said they captured me at night. They took me to farm all night. Sasa huyu anayesema hivyo ni Mkristo na miaka 10 kanisani, bado anakwenda kulimishwa. This is the person talking. This is a Christian who's been in church for 10 years. People are still taking him to farm. Sasa mtu kama huyo simu yake hata siwezi kuchukua. Somebody like that, I can't even pick up your call. Wakulimishe tena vizuri kabisa next day. Wakuchukue na kitanda chote, wakubebe na kitanda chote, wabebe na kitanda kiwa hapo shambani. Ulime vizuri kabisa, ukichoka unalala hapa kwenye ndoto. So I'm not even going to pray for you. So the next day they'll take you in the bed. You all go to farm. Watu wana imani. Because you don't have faith. Mwingine anachukua Biblia naweka chini ya mto. Some people are putting the Bible under the pillow. Anafikiria keka chini ya mto. They're putting the Bible under the pillow. Sasa akiweka Biblia chini ya mto, sasa ndio wanakuja kumbeba kabisa na kila kitu wanambeba vizuri. Now when you're putting your Bible under the pillow, they're taking you and the Bible. Roho Mtakatifu alishuka mwaka wa 30 yupo. The Holy Spirit is there. He came down the year Agano la 30. milele la damu ya Yesu lilimwagika msalabani lipo. And the covenant of blood of Jesus is still there. Na kuna watu asubuhi na mko wamechoka. Hiyo kuchoka unachokaga, unalimishwa. The tiredness that you get in the morning is because they took you to farm at night. Watu wanaishi maisha nje ya Mungu kabisa. Watu hawana imani kabisa. People are living outside God's will. They do not have faith at home. Na hapa kuna watu wamekwama kwa sababu ya kukosa imani. And people are stuck because they are lacking faith. Hallelujah. Hallelujah. Watu wamekwama kwa sababu ya kukosa imani. People are stuck because they lack faith. Imani. Faith. Imani. Faith. Yesu anasema hata ukiwa ni imani ndogo kama chembe ya ladari, mustard seed, utahamisha milima. Jesus is saying even if a faith as small as a mustard seed, you can move mountains. Hallelujah. Hallelujah. Ongeza imani yako. Increase your faith. Kuna watu hapa vitu vimekwama kwa sababu ya kukosa imani. There are people here, things are stuck because they lack faith. Wengine wamemkataa Mungu. Some have rejected Wengine God. wameacha mambo ya Mungu. People have denied things Wengine of wamekata God. tamaa People have given up kwa sababu imani ya kimungu haipo. because they do not have the faith in God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hallelujah. 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 Mimi nilimwambia mke wangu kumebaki kazi hizi. I told God there are only 2 things are left. Nimebaki na kazi hizi. I'm left with only 2 jobs. Kuhakikisha familia yangu To make sure that my family, inaishi maisha ya kimungu they live the life that na God wants. kuhakikisha familia yangu inaishi maisha mazuri kimwili. And to make sure that my family is living a good life. Kazi ya pili The second ni job kazi ya Mungu. is the work of God. Hizo ndio kazi mbili nimebaki nazo. Familia, kazi ya Mungu. There are only 2 jobs that are left. My Mambo ya family kwenda and God. party, Things of going to parties mambo ya vikundi. and the things of gangs. Sasa hivi sitaki disturbing. Now I do not want no one to disturb. Hata simu unazopigiwa hakikisha unapiga simu ambaye imenyooka. Nakwambia ukweli. I'm telling you, if you're calling me, make sure you're calling me with correct things to say. Bwana asifiwe mchungaji. Amen. Say praise God, Pastor. Unajua ni nini na usimwambie mtu kwanza huyo mtu huwa ni nani? First you tell me don't tell anybody. Who's that anybody? Huyo mtu hizo simu za usimwambie huyo mtu. Huyo mtu huwa ni nani? When you're calling somebody, say don't tell this person. Who's that person that you're talking about? Na huyo mtu atafutwe. Let's look for that person. Naambiwa bwana kuna habari nyingi sana umefichwa.
and say there are many things that people are hiding from you. Tulikuwa tunaongea na mama mchungaji juzi, huyu mtu simwambie mtu. These things Huyu that mtu ni people are nani? saying, don't tell somebody. Kwa sababu huyu Who's this mtu somebody? yuko wapi? Who's this person that people don't want to know? Tunaweza kusaidiana kumtafuta huyu mtu Let's ili apunguze start hizi simu hizi, usiambie mtu. So we can reduce this phone call. Na Don't tell kipatikana anybody. ambiwe tu ukweli bwana, kuna habari nyingi sana watu wanazo, ulisema usiambiwe. That there are many things that people are hiding from you. Hallelujah. Hallelujah. Nataka simu za watu wana ushuhuda. I want phone calls with people who have testimonies. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ongeza imani yako. Increase your level of faith. Imani itakufanya uwe na afya. Faith will make you have good health. Imani unaishi hata kama una hela, unaishi kwa imani, unasema hela ninazo. You live by faith. Even Hallelujah. if you don't have money, you say, I have money. Imani. That's Hata faith. kama una kazi, unasema mimi nimekombolewa kwa damu ya thamani. Kwa imani kazi nitapata. You have, even if you don't have a job, you should declare that by faith I Na will get a tumewaambia job. hapa kanisa letu la kujenga linakuja very soon, very soon. And I've told you that the church Kwa we want to build imani. is coming by faith. Wewe unafikiria huduma kama hii You see this ministry that we kwenye have nchi ya Marekani, in this country. unaweza kufanya hii kazi bila imani? Do you think you can do this work without faith? Utakufa hapa. You'll die on the altar. Ni kazi ambayo kwanza lazima uwe unapata pesa nje ya sadaka. It's the kind of work that you will have to get money outside the offering. Unazipataje? How do you get Kwa the sababu money? Qurani hii huduma tu. Running this ministry, Acha kiroho. just living Kimwili. spiritually, Inakosa karibia $7,000 kila mwezi. physically it costs more than $7,000. Sasa kama una imani unaishije? Without faith, Kwa how do you imani. live? By faith. Haleluya, simama kwa miguu yako. Let's be on our feet. Tunaishi kwa imani. We live by Kuna faith. watu wamefungwa, wengine There are people who are held captive. wanahitaji kufunguliwa They need to be delivered kwa imani. by faith. Kuna watu wamefungwa. There are people in bondages. Mimi niliwaambia watu hata Marekani uchawi upo. I told people even in America there's witchcraft. Kuna madhabahu zinatengenezwa kila siku Columbus kuwafunga watu. There are altars that have been created every day just to put people in bondage. Na bila kuwa na imani ndani ya Yesu, And without faith in Jesus, utakuwa unapanga kila mwaka unapanga. you'll be planning every year. Nilikuambia hivi, I told you this. kawaida kabisa ya mwanadamu, No more things for a man. lazima kila mwaka ufanye kitu. That every year you must do something. Haleluya. Hallelujah. Kila mwaka lazima ufanye kitu. Every year you must do something. Na kama miaka mitatu inapita kitu hakijafanyika, And if 3 years have passed and you've not accomplished anything, lazima ujitathmini. you have to search yourself. Na kitu kinachofanya watu wafeli ni imani. And many things that are making people not succeed is faith. Haleluya. Hallelujah. Uliza watu wote waliofanikiwa hata kimwili. Ask anybody who's succeeded, even in Walikuwa the physical. wanafanya wanafeli tena wanaanza. They used to do things, they fail and they start again. Huwezi kuwa mtu wa woga. You cannot be somebody who lives in fear. Lazima shida inapokuja upambane nayo hivyo hivyo kwa When imani. you have problems, you must deal with them by faith. Na nakwambia ukipambana na shida kwa imani ndani ya Yesu, ninakupatia assurance utashinda. When you deal with problems with You will faith, win. you will succeed. Haleluya. Hallelujah. Utashinda. You will succeed. Na kwa sababu watu hawapende kutumia imani, ndio maana watu wanakimbia. It's because people do not want to use faith, that's why they're constantly running. Watu wanataka vitu rahisi. People want easy things. Pokea makontena kutoka China. Receive containers from China. Pokea mme wako. Receive your Mme husband. hapatikani hivi hivi. You just don't get a husband like that. Utapata mme ambaye ukimpata badala yako umepata wewe ndio utapatikana. You get a husband instead of you getting a husband, they would have gotten a husband. Kila kitu ni imani. Everything is faith. Dada, kila kitu ni imani. Pastor Merida, everything is Unapoanza faith. kitu When you start na uko something ndani ya Yesu, and you are in Jesus, mpinzani wa kwanza ni shetani. Atapinga hicho kitu mpaka kife. the first enemy you have is Satan. He will fight you until you fail. Na nilikwambia shetani alipotupwa na Mungu, I told you when Satan was brought down by Mungu God, alitoa upako lakini nguvu alibaki nazo. God took the anointing, but he still had the gift. Ndio maana kuna miracle feki. That's why you can speak in tongues in fake Musa tongues. akatupa fimbo ikageuka kuwa nyoka. Waganga wa Farao nao wakatupa fimbo zikageuka kuwa nyoka. When Moses threw the
stick, it turns to a snake, and the same thing the magicians Ni did with Pharaoh. miujiza yote miwili. Shetani alifanya muujiza, Musa akafanya muujiza. Swali, nyoka wagani wa kweli pale? There are two miracles that happened. Satan did his and God did his. Which is the true one? Ilibidi Mungu, God had to, ili kujionyesha kwamba miujiza yake sio fake, ilibidi nyoka wa Mungu awameze wale nyoka wote wa Farao. God had to make that the snake swallow the snakes of Pharaoh. Kila kitu ni imani. So everything is faith. Unafungua business ni imani. We open a business is by faith. Unataka kupona ni imani. You want to get healed is through Unataka faith. kufunguliwa ni imani. You want to be delivered is through Unataka faith. watoto wako waishi ni imani. You want your children to live is by faith. Unataka kufanya vitu ni imani. If you want to do anything is through faith. Uweze kufanya vitu nje ya imani, you will die. You cannot do anything outside faith because Kama you will die. sivyo, Otherwise, utaishia kufanya hutu tu vitu tu kununua peni Walmart, you just be doing small things like buying a pen. kwenda kununua kagari ka mkopo. You buy a car with a loan. Ukijitahidi sana down payment $3,000. If you try a lot, you put a down payment of Hivi vitu vya kawaida $3,000. Just tu. the normal thing. Hivi ni vitu vya kawaida tu. These are just the normal thing. Hallelujah. Hallelujah. Kwenda Afrika na kurudi vitu vya kawaida To tu. go to Africa and coming back is just normal. Hallelujah. Thing. Hallelujah. Vitu vya kawaida tu. These are just the normal things. Utaishia kwa vitu vya kawaida. You end up just doing the normal things in life. Hallelujah. Hallelujah. Mme wako ataishia kwenye vitu vya kawaida tu. Your husband will end up just doing the normal things. Ukienda pale unataka nini Texas Brazil kula, hiyo ni vitu vya kawaida tu. Just going to a steakhouse is just normal things of life. Hallelujah. Hallelujah. Kununua gari na kutembea vitu vya kawaida tu. Buy a car is just normal things. Imani itakusaidia kufanya vitu vikubwa. Faith will make you be able to obtain great Kwa things. sababu wewe ni mtu mkubwa. Because you are great. Wewe ni mtu mkubwa. Because you are a great person. Hallelujah. Hallelujah. Usijidharau. Don't look down on Wewe ni yourself. mtu mkubwa. You are a great person. Usijidharau. Don't look down on yourself. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nikiangalia watu hapa naona watu wakubwa, lakini sasa imani. I see great people, but Nikiangalia wamama wa kanisa hili when I hapa, look at the ladies of this church, wengi hapa hawapo. many of them are not here. Naona potential ndani yao, potential. I see potential in the ladies Naona of this nguvu. church. I see Naona power. uwezo. I see ability. Imani. Faith. Hallelujah. Hallelujah. Wamama wa kanisa hapa last week. Last week in Wamama church, kama wangapi tu wamelipa rent ya kanisa $1,400 na tumelipa jana. just Pigia a mama few makofi. ladies Kwa paid the imani. rent $4,500. Yes. Hallelujah. Na wababa sisi zamu yetu inakuja, brother Kiroshi mwanza kujiandaa. Na mimi nishatoa $1,500. And, Pigia Bwana makofi. and the men, let's prepare ourselves. Rent ya mwezi wa 6 wa baba, mimi mchungaji, mama mchungaji atoa $1,500 kwa mama. Sasa na mimi baba nitoe $1,500 na $2,000. Acha $1,500. $1,500. He's a pastor who also give Next week $1,500. tunataka brother Kiruasha wakina Joakia na nyua tuambie watatoa ngapi. Kidogo tu bado tuna muda. Na sisi tulipe rent. Tunaweza. We can do it. Acha kuishi maisha ya woga. Don't live a life of Brother Kiruasha, fear. tunaweza hatuwezi? Can we or can we not? Eh? Eh? Yes, brother Dimo, tunaweza hatuwezi? Ushindi. Dimo, Joakia, tunaweza hatuwezi? Yes. Yes. Wamama wa kanisa tunataka watu waliwe na, acha nikwambie, ukitegemea kuwa na vitu ndio ufanye vitu, hutaweza. If you're expecting to have things in order to get things done, you won't be able Na to do kutia it. moyo uwe na imani asubuhi ya leo. I'm encouraging you to have faith this morning. Acha nikwambie, siku moja Let me tell you one thing. tulikwenda McDonald's na mke wangu, We went to McDonald's with my wife. tukaenda tukaoda chakula. We ordered food. Tulipofika pale pa kulipa, When we got to a place where we have to yule pay, kesha akatuambia don't worry, mama ambaye alikuwa hapa amesha take care of. when we got there, lady said, the lady in front of you already took care of your bill. Tukasema mama alikuwa, akasema huyu kuna mama alikuwa mbele yenu amesema amewalipia. He Mimi says, there's a lady in front of you, I don't know who it is, and they paid for a meal. simjui mama, mke wangu wamjui. We don't know the lady. Wiki nzima ilikuwa ni huyo mama ndani. Ni muujiza mdogo lakini powerful. The whole week I thought of that lady. It was something small but very powerful. Do you understand? Tunaelewa. Ni muujiza mdogo sana. McDonald's ni vyakula vya $15, $20. Yule mama hata hujui sababu vyakula pesa ngapi, lakini alitulipia. Ni muujiza mdogo lakini so powerful. Hatujui, hatumjui. Kwa sababu yeye alikuwa mbele, sisi tulikuwa nyuma. Hata
hata sura yangu hakuiona. He did not see even my face. Hivi ndio imani inafanya. That's how faith Unaweza kuwa works. hauna kitu, You may not have hauna njia, nothing. You don't have a Mungu way. anakuletea mtu huyu, But God will bring you just one person. inakuwa ni baraka maisha yako yote. There can be a blessing your whole life. Sasa ukikaa tu pale unasubiria mpaka nipate mimi, hapana, imani haifanyi kazi hivyo. You cannot just sit there and wait until I Sasa get. cha ajabu ni hichi, This is the kuanzia fun thing. tulipotoka McDonald From the time we left McDonald's mpaka tulipofika nyumbani, until we got home, tulikuwa ni maombi tu ya baraka kwa huyo mama. Bwana bariki huyo mama, alifanya kitendo kidogo lakini powerful. we were just praying for the lady that God will continue to bless the Sasa lady. huyo mama atakosa kubarikiwa. Now with that lady in God, Hivyo not ndio bless her. imani inafanya kazi. That's how faith works. Unaweza kuwa unahitaji leo, You can have a need, hauna uwezo, but you don't have wazazi the wako hawana ability. uwezo, Your family Mungu can't afford. anakukutanisha na mtu huyu, And God will connect you just with one person. anakufungulia milango yote. And they will open the doors for you. Ndio maana kukosa imani ni mateso. That's why to lack faith, it's a torture. Haleluya. Hallelujah. Mungu anakushana na dada mmoja tu, God just talked about one lady. anakuja kujibu maswali yako yote uliokuwa nayo, na Mungu anakufungulia milango na unabaki vile vile na una kitu, lakini tayari umejibiwa. Hiyo ndio kazi imani. Ongeza imani yako mchana wa leo. Increase your faith this afternoon. Ongeza imani yako mchana wa leo. Increase your level of faith Wamama wa this kanisa hili, afternoon. ongezeni imani yenu.